Ya, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ametujalia tena kushinda kikombe cha ngao ya jamii, lakini wa kipekee pia ametujalia tena kushinda mara ya 6 mbele ya mtani wetu. Imekuwa jambo zuri kwetu sisi kwa sababu mara 5 ambazo tulimfunga, leo mechi ilikuwa tofauti kidogo kwa sababu tulikuwa na benchi la ufundi jipya, tulikuwa na wachezaji wapya kwenye timu, na ukiangalia timu yetu ilikuwa haijakaa pamoja kwenye camp toka pre-season imeanza. Ratiba national team kama ilitupunguzia ile ladha ya kujiandaa. Kwa somehow ilipa mwalimu changamoto kuwaunganisha wachezaji ambao walikuwa kwenye national team na wachezaji ambao walikuwa kwenye camp yao. Kwa hiyo tumpongeze mwalimu, licha ya ugumu huo aliweza kuja na plani nzuri, plan rafiki ambazo zimethibitisha ubora na ukubwa na quality ya timu yetu. Ilikuwa ngumu kiasi gani pengine na nyinyi mmoja tu mmoja kwenye mchezo leo kwa pressure kwa sababu tayari mkubwa ni yule muongo. Sisi hatujakuwa na pressure. Yule muongo anatafuta maneno ya kuwadanganya watu. Young Africans huwa inaishi kwenye pressure yake yenyewe kwa maana ya kupata mafanikio. Yanga haijawahi kuwa na pressure kucheza mechi dhidi ya Simba Sports. Huu ni uongo ambao ameutamka hadharani akiamini kwamba anacheza mind game na Young Africans. Sisi huwezi kufanyia mind game za kitoto namna hiyo. Ni uongo. Sisi pressure yetu ilikuwa ni kubakia kwenye ubora wetu, sio pressure ya kumfunga Simba. Ilipofika sasa hivi Simba hata tukitengeneza hawa steward hao wakiwa 11 tunapata matokeo dhidi yao. Na kuhakikishia kabisa. Ilipofika sasa hivi Simba hawa steward hao naona tukawatengeneza 11 Benjamin Mkapa wanashinda mechi vizuri tu. Wala hatuna pressure nao hapo. Tofauti wa Simba tunataka msimu. Hii ya mwaka huu ni mbovu zaidi. Hiyo ni fact zaidi. Wewe unabishana lakini ndio ukweli. Simba ya mwaka huu ni mbovu zaidi kuliko ya mwaka uliopita. Hii ni mbovu kwa sababu hata wapi hawana quality ya kuweza compete. Ndoto yangu ya kufikisha mara 10 furaha ya kumfunga Simba nazidi kuiona. Hii mara ya 6 zimebakia 2 kwa maana ya ligi zinakuwa 8. CRDB naomba wasitukimbie ziwe 9, alafu 1 tutaitafuta hata ya sherehe ya siku ya kumfukuza Fadu. Tucheze 1 ya kupongezana Kwa sababu alikuwa kwa sababu ya kumfukuza kocha tumewapa leo, wakishamfukuza tucheze mechi nyingine ya kupongezana sisi na wao. Diarra hii ni quality yake. Kwenye mechi kubwa Young Africans tuna wachezaji wakubwa kusaidia kushinda mechi. Hii ni quality yake na ameonyesha utulivu mkubwa. Nafikiri anaendelea kuprove kwamba wote tunaosema Diarra anafanisha makipa wengine. Kwenye moment kama hizi Diarra huwa anaonyesha ubora wake. Kwa hiyo tunajivunia sana. Ni vile tu kwenye mechi kuna man of the match mmoja. Lakini pia Diarra alistahili leo pia kuwa man of the match. Kiwango bora kabisa. Lakini pia Duke Abuya alistahili pia kuwa man of the match. Azizi Ndambwile. Naomba nipige. Alishangaa kusiona Azizi Ndambwile na kwa niaba ya hao watu. Naomba nipige magoti. Kwa niaba ya hao watu. Naomba nipige magoti ya kumuomba msamaha Azizi Ndambwile. Tanzania hii ukiondoa Othman Idi Chuji hakuna kiungo mwingine mwenye utulivu mzuri pale chini kama Azizi Ndambwile. Leo alikuwa anakaba, alikuwa anapasia, alikuwa anaendesha timu, anafanya tackling, anapanga timu yake vizuri. He is one of the best kwenye mchezo wa leo. Nimepiga magoti kumuomba radhi Azizi kwa ajili ya Watanzania wote. Nimepokea message nyingi sana lineup kutoka. Huyu vipi? Lakini amewaonyesha na mwalimu kaonyesha nini alikuwa anakiandaa pale Afrika kupitia Azizi Ndambwile. Naomba nisimame. Semaje turudi kwa Dombia. Lukogo ukiwaambia kusema Dombia leo unajua ukizungumza ukweli. Simba hawana wataalamu wazuri wa mbili. Na hii ndio fact nyingine. Miaka yote hii hapa tunawafunga second half. Sijui huwa hawajui, sijui huwa hawaelewi, au si ndio ule usugu ambao wako nao. Second half lazima tuwagonge. Na leo tena vile kipindi cha kwanza kama Yanga haipo hivi tukajua tu hawa watatamani second half watarudi na speed hiyo. Tukamtoa Mudathir ikaingia AI ya mpira. Tukaunganisha timu kutoka chini kuja juu. Tufuatia ni historia hapo. Kwa hiyo ile sabu iliyofanyika ni sabu ambayo normally huwa inafanyika kwenye mechi ya dabi. Aidha aje Msise
aje nani. Kuna sababu Yanga ataifanya second half kwa ajili ya kubadilisha mchezo. Na always imekuwa kitulipa alhamdulillah. Mmepiga kichwani. Sasa mkawaulize. Baki tuliwaambia nyie mmekuwa sugu. Tuliwaambia mapema nyie wenzetu mmekuwa sugu. Tumewapiga mara 5 lakini bado wakaonyesha kwamba wana matumaini. Tukawaambia msimu huu tunakuja kupiga kichwani. Wakaibuka wakasema kichwa kipi? Sasa naomba mkawaulize kinachouma leo ni kipi? Watawapa majibu. Mnaanza michezo ya kimataifa raundi ya kwanza kabisa mkiwa na morali pengine kwa sababu ya ushindi huu. Kwanza umezungumza vizuri. Tunasafiri leo usiku saa 10 kwa maana kwa majira saa 7 timu itaanza kuripoti pale airport. Niliwaahidi leo ndo tutatambulisha wachezaji wa Yanga. Kwa hiyo njooni pale airport, tutambulisha moja baada ya mwingine. Sababu alikuwa na hamu. Semaje atambulishe, nitatambulishia airport. Kutoka Wadiara mpaka Pakome. Mmeridhishwa kwa kiasi gani na usajili mpya ambao mmeufanya, lakini pia umeridhishwa kwa asilimia ngapi tofauti na bana kwa zile baskeli anakuja kuwa zile. Ile mjiona kama ile singeli ganda ilitokea bana. Dudu Washa alipiga baskeli fulani kwa Kaganda wote pale. Hapo akaambia sifungi leo. Tutakutana Disemba. Kwa hiyo wao tunashukuru na timu tuliyosajili ndio imeonekana leo, lakini tunaamini bado kuna kazi kubwa ya kufanya. Tuna Champions League ugenini dhidi ya Angola, tunakuja. Kwa hiyo tunakwenda kujipanga zaidi na zaidi kuhakikisha wana Yanga wanapata furaha. Niwaambie mashabiki wa Yanga kuelekea mechi hii, waliibuka wenzetu katika sisi, ni kama hivi wameridhika, ni kama wanaona kumfunga Simba mfululizo ni jambo la kawaida. Niwaambie wana Yanga wenzetu, kama wewe ni mwana Yanga damu, Simba hata ukimfunga mara 20 utafurahia tu, hata ukipata makombe mara 20 tunafurahia tu. Tuache tabia ya kuridhika na mafanikio haya tunayapata, haya ni madogo kuliko yale makubwa tunayoyaomba. Makubwa ni haya, makubwa ni Champions League. Kama hatuwezi kuridhika tukawa na shukrani tukishinda ngao tukimfunga Simba, Mwenyezi Mungu hawezi kufungulia kuwafunga Al Ahly huko mbele. Kwa hiyo niwaombe wana Yanga tutoe tabia ya kuridhika. Huyu Simba anatakiwa agongwe mfululizo. Yaani itakuwa ifike hatua mechi ya dabi ikitangazwa, humu tuje wenyewe tu uwanjani, kuanzia mashabiki mpaka timu. Wasije hapo tutastop. Hali imekuwa mbaya. Sasa tunaondoka tunaenda Angola. Ndio shida. Lakini niombe wana Yanga ambao mtabaki Dar es Salaam, kesho kuneni supu jamani. Huko kote tu. Kuneni supu kesho. Yanga. Nimekwambia mtaani chini yake mwaka huu ni mbovu kompea na mwaka jana. Bora mwaka jana, mwaka huu ndio mbovu zaidi. Hii moja ya maeneo ambayo mashabiki wa Yanga wamekuwa wakielekea sana ni pamoja na Champions League. Ndio tunakwenda kuanza Champions League, mechi ya Angola na mimi tutafanya vizuri inshallah.